tamu. Sio hali na leo naona kali, wasilisha hapa kazini upate tumaini, jipe tu imani, Yesu yupo nawe kama mama Ana. Letu kuu. Now, this mother of Zebedee, huyu mamake Zebedayo, she had two sons. Alikuwa na wana wawili. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. That's what the Bible is telling me. Hivyo ndivyo neno la Mungu linatueleza. One day she took those boys to Jesus. Kuna mida moja aliweza kuwachukua wale wana wa Bwana Yesu Kristo. And he put a request to Jesus. Na akaweza kumuomba Bwana Yesu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. She told Jesus, alimweleza Bwana Yesu kwamba that when he comes in his kingdom, wakati anaingia katika ufalme wake, that one of his sons should take right, ya kwamba ikiwezekana mmoja wa wanawake akuwe kushoto and the other one on the left, na mwingine kulia. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. But Jesus answered back and told her, lakini Yesu aliweza kumjibu akisema kwamba, why don't you stick on the seats, please? Hello. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lord and Savior, ya kwamba lazima utumie kinywa chako kukubali kwamba Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Don't use it through your parents. Usitumie mzazi wako kama kinga yako. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Don't use your friend as your, somebody who is bringing you to that. Aya kwamba usitumie rafiki yako ama ndugu yako. You must attend that by your personal confession. Ya kwamba lazima mwenyewe ujitoe kwa kinywa chako. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Let's see a very good model for us. Wacha tukaweze kuona mfano mzuri kwa kwetu sisi. What happens in life actually? Ni nini kinafanyika katika maisha? Open Matthew 20. Fungua Mathayo 20. Verse 29 to 31. Fungua Mathayo 20:29 hadi 31. In the same book. Ni katika kitabu kile cha Mathayo. Same chapter. Katika kile kitabu cha Mathayo. Verses 29 to 31. Ikiwa ni mstari wa 29 hadi 31.